profession forward. Jamani, nitajitahidi kuwa very brief, lakini kuwapa mwanga wa yale mengi mazuri yaliyokwisha wasilishwa na yatakayoendelea kuwasilishwa, lakini kuna upande wa NBAA au regulator au wa sheria ya usajili wa mhasibu na mkaguzi wa hesabu inahitaji nini kutoka kwako kama aspiring accountant. Sawa au aspiring professional accountant. Tupo pamoja? Okay, sasa wakati sio nahitaji tena kujiintroduce. Mimi naitwa CPA Esther Isaac Masala. Niko National Board of Accountants and Auditors. Specifically na deal na members registration. Sawa Nilianza kuuliza kwamba tunasema tunataka kuwa professional accountants. Si ndio? Lakini nikaona tulikuwa na graduate accountants fulani wachache kidogo huko ndani, si ndio? Kuna graduate accountant mmoja anaweza nikamuuliza swali dogo tu. Very small question. Graduate accountants. Mikono imepotea. Okay, swali labda niulize swali alafu naweza akavolunteer kujibu. Akati unavyomaliza CPA, masomo yako ya CPA, unapewa certificate yako, si ndio? Certified Public Accountant Certificate. Ndani ya ile certificate kuna maelezo fulani pale. Mafupi tu. Kuna graduate accountant anaweza kuyakumbuka kidogo tu. Okay, basi nitawakumbusha. Kwenye ile certificate imeandikwa kwamba you are required to undergo a minimum of 3 years practical experience. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba bado hujakamilika. Unavyokamilisha masomo yako au mitihani yako, kufaulu mitihani yako ya CPA, unakuwa bado haujawa professional accountant. Na ndio maana hata ile certificate yako inakukumbusha pale. Si ndio Tupo pamoja? Kwa hiyo sasa unaambiwa when you complete your CPA examination successfully, you've only completed one side of the profession, of the requirements of a professional accountant. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba unatakiwa sasa undergo practical experience. Uende ukafanyie kazi zile theories zote, principles, standards zote ulizozisoma, uende sasa ukazifanyia kazi. Tunaelewana? Lakini usiwaogopeshe. CPA Sandra alitueleza kwamba you have to continuously aspire to learn. Sidio? Lazima uendelee kujifunza. Yaani hiyo ni tabia ambayo inatakiwa iwe imejengwa ndani yako kama kweli unataka kuwa professional accountant. Tunaelewana? Kwa hiyo you're supposed to undergo your practical experience. Uhakikishe kwamba umefuzu upande wa pili wa taaluma ambao ni practically. Yaani wewe ulikuwa unasoma IFRS darasani, si ndio? Ukazifanyia mtihani ukafaulu. Sasa hebu twende kwenye uwanja wa kazi. Tunaelewana? Uende ukafanye kazi, ukafanyie maeneo mbalimbali ya uhasibu. Sasa utasema mimi lakini ndio nimefaulu, nimekamilisha, au hata sasa hivi nafanya kazi, labda nafanya kazi kama revenue accountant. Haya mambo ya expenditure mimi hayanihusu. Nataka kukuambia kwamba maeneo mbalimbali ya uhasibu kama graduate accountant yanatakiwa kukuhusu, na unatakiwa uhakikishe unajifunza njia za kuweza kufanyia kazi kwenye maeneo hayo. Sawa Kwa upande wa expenditure, upande wa tax na maeneo mengine mengi hata nje ya hayo. Tunaelewana? Kwa hiyo kwenye practical experience kuna pande mbili. Utafanya upande ule wa taaluma, masuala ya kihasibu, lakini kumbuka pia hata mwajiri wako ana nafasi ya kusema juu yako kuhusiana na professional capacity au the general professional conduct yako pale kazini. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo unaweza ukawa mzuri katika kuandaa financials, lakini usije ukawa professional accountant.
Hakikisheni mnalisikiliza hilo vizuri sana. Sawa Unasema lakini mimi najua uhasibu. Ili uwe a professional accountant lazima maeneo ya taaluma, lakini pia utendaji wako wote. Sawa Kwa hiyo ndio practical experience ambayo inatakiwa at least miaka 3. Lakini utasema sasa nitajuaje maeneo gani na gani yatanisaidia mimi kuhakikisha kwamba nafuzu mwisho wa siku kuwa professional accountant? Kuna NBA inatoa tools ambazo zina record zile evidence. Tunaita practical experience logbooks. Ndani ya hizi practical logbooks zimeainisha maeneo mbalimbali ambayo unatakiwa uyafanyie kazi. Of course you have to go beyond. Si ndio NBA? Jamani siwatishi. Ni mambo marahisi. Actually ukibuild interest kuanzia level hii you will enjoy. Sawa Sasa kwa hiyo maeneo mbalimbali yameainishwa ndani ya practical logbooks. Tunaelewana Itakuuliza sasa hapa watahitaji nini? Lakini apart from that, kwenye hiyo practical logbook huendi tu mwenyewe ukaanza kujiongoza. Utakuwa na rafiki mwelekezi. Waga napenda kusema ni rafiki mwelekezi, a mentor. Sababu mwingine atasema sasa huyu atakuwa kama vile ananifundisha kama mwalimu. Hapana. Mentor is more than a teacher, kwa sababu you relate professionally na anakuongoza, anakuelekeza, anakurekebisha. Tunaelewana Mentor tayari yeye ni expert, ndio yani maana ameshakuwa professional accountant. Sawa? Kwa hiyo yeye anajua unatakiwa ufanye nini na unafanyaje. Sasa kule kazi utasema sasa anyone can be my mentor so long as he's a professional accountant. Tutaangalia relevance. Wewe unafanya kazi wapi? Kwa sababu mentor wako lazima ahakikishe kwamba anafahamu nini? Anafahamu mambo unayofanya na ana uwezo, kwa sababu mwisho wa siku atatakiwa kuvalidate, si ndio? Kwa hiyo ana uwezo wa kujua wewe una mapungufu wapi, akakusaidia kukujenga. Tunaelewana Kwa hiyo you have to have a mentor ambaye atakuguide na atakuelekeza, na mwisho wa siku ana sehemu ya kutoa ushauri, recommendation kutokana na expert yako ulioweza kuijenga kwa kipindi fulani. Kila mwaka kuna practical logbook inajaza throughout kwenye maeneo mbalimbali. Sawa Na labda nigusie the previous speaker aliposema, alisitiza kwenye mambo mengi, lakini akasema jamani, kujitolea ni jambo zuri, si ndio? Litakujenga. Sasa wewe unasema mimi nimeajiriwa kama revenue accountant au expenditure accountant, au mimi mimi niko tu kwenye upande wa internal audit hapo. Lakini wewe kama graduate accountant unatambua kwamba huyu ni mhasibu, lakini yuko ni mwanafunzi wa uhasibu, bado hajakamilika. Sawa Kwa hiyo unakuta saa nyingine mentor wako pale kazini, si ndio? Unakuta anakupanga kwenye zoezi, anakuweka kwenye timu. Sasa basi mimi bwana sisi kufanya kwa sababu haya mambo hayanihusu. Alafu unaishia kule kwenye logbook unaulizwa umeshafanya reconciliation au nini? Anakuambia anasema hapa N/A not applicable. Tunaambia sasa wewe ni graduate accountant. Everything in this is applicable to you. Nenda kafanyie kazi haya maeneo. Kama unapata changamoto unatuambia ni changamoto yako ni ipi. Na ndio maana NBA pia sio tu katika safari yako hiyo, not only your mentor, lakini pia tunaongea mpaka na mwajiri wako. Kwa sababu kabla hujaanza hiyo safari yeye ana confirm. Sawa Anasema jamani, mnamtambua so and so kama graduate accountant kwenye institution yangu. Ina maana yuko tayari kukuexpose kwenye maeneo mbalimbali. Sawa Sasa kwenye hii practical experience inaleta kitu ambacho wanasema unaweza ukapata kwenye maeneo mbalimbali. Lakini according to the current regulations, naweza nikasema inapelekea kuwa na categories of membership or categories of registration. Unaweza ukapata uzoefu au ukapata practical experience kwenye maeneo, labda kwenye eneo la uhasibu, in accounting. Sawa Hilo mwisho wa siku utapata uzoefu kwenye maeneo ya uhasibu na utaongozwa na practical logbook la wahasibu, na mwisho wa siku utakuja kuwa upgraded as an accountant. Yaani utakuwa ACPA.
Sawa meaning associate certified public accountant. Lakini ukijenga uzoefu ukafanyia kazi maeneo mbalimbali ya ukaguzi wa nje, sawa external audit, baadaye mwisho wa siku utakuwa upgraded as an auditor. Tunaelewa Ni muhimu sana ukajua unataka kuwa nini, ukajipanga vizuri, ukahakikisha hata ukiwa unatafuta maeneo mbalimbali ya kufanya kazi unaendana na ule mpango wako, si ndio? Lakini you don't have to sema kama eneo moja halipo unaweza ukapata eneo lingine, si ndio? Na sasa hivi tuna associate certified public accountants in academics, wale ambao wamesoma, wamefaulu, wamemaliza, lakini wako kwenye kufundisha masomo ya uhasibu. Kwa nao wana kategori yao. Ina maana wana mambo yao ambao wanatakiwa kujiendeleza nayo au kuyafanyia kazi kwenye field yao ili mwisho wa siku waweze kuwa expert, kuwa categorized as an expert katika hiyo field. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi sana kuhakikisha kwamba unajipanga na mwisho wa siku kujua unataka kuja kuwa nani baadaye na uweze kugrow effectively. Sawa Lakini unavopata hiyo practical experience, lazima uhakikishe unajijenga kuendana na muda. You continuously have to update yourself. Si tunasoma jamani IFRS, sijui IPSAS, si ndio? Zile standards, si ndio? Sasa sisi zinabadilika. Na zingine zinaisha, zingine zinakuja mpya, zingine zinakuwa improved, si ndio? Sasa ukiacha kusoma leo kweli, hata kama ndio kweli ulikamilisha 3 years ago ndo ulikuwa graduate accountant, ina maana if you don't keep continuously update yourself utakuwa irrelevant, si ndio? Unaweza ukatoa ushauri lakini utafanya mambo yako kwa habari za nyuma. Kwa hiyo unakuta report yako inakuwa almost useless, si ndio? Kwa hiyo you have to continuously develop yourself to improve yourself professionally, na ndio maana one of the other requirement ya wewe kuweza kuendelea wewe kuweza wakati unajiendeleza na hata utakapokamilika kuendelea nayo ni kitu kinaitwa CPD, Continuous Professional Development. Tupo pamoja? NBAA. Sasa kwenye Continuous Professional Development ina maana utatakiwa kuhudhuria mafunzo mbalimbali yanayotolewa na bodi, lakini pia kuna CPD providers wengine ambao wanatoa hayo mafunzo, lakini mwisho wa siku unatakiwa ukamilishe ile requirement, at least that requirement. Lakini waga na washauri tu kwamba CPD haiko tu pale wewe kumit your minimum requirement. Wewe unafanya nini? Unataka kuelewa updates kutokana na, kwa sababu mwisho wa siku lazima hizi updates ziende zikakuboresha, si ndio? Kwenye eneo lako la kazi, si ndio? Sasa unakuta seminar for labda for audit firm partners. Wewe ni labda mhasibu wa kitu fulani. Unakuja unakuta okay, somehow kuna vingine vinaweza lakini most of the part inaweza isiwe very relevant kwako. Kwa hiyo hata unavyo plan ile CPD attendance plan yako, lazima uhakikishe unachagua vitu ambavyo ni relevant in your specific field. Tunaelewana kwa hiyo hicho ni muhimu sana sana sana. Kwa hiyo sasa hii practical, labda kwenye practical experience na CPD. Sasa practical experience maana itakufanya wewe ukue kutoka graduate accountant kwenda kuwa associate certified public accountant. Ina maana ACPA, whether ni accountant ACPA au ACPA in academics, as in an expert in teaching or in lecturing, accounting and finance subjects, lakini pia kuna associate certified public accountant in public practice as in an auditor. Kwa hiyo hayo maeneo utaangalia ni kwa njia gani. Yaani hayo sasa ndio yanaita kuwa hizo categories. Ina maana sasa ndio yanaangalia utaweza kufanyaje. Utaangalia where you are going to place yourself. Now the earlier you make up your mind, the more utakuwa na ile urge ya how you want to grow, si ndio? Tupo pamoja Okay. Sasa niliahidi kwamba nitakuwa very brief. Nataka nimalize. MC amesema yeye ni FCPA. It's very true. Na FCPA ni kategori ya juu kabisa kwenye membership
wanasema kwenye madaraja ya uhasibu, na ile ina depict prominence kwenye taaluma. Prominence in what? As a graduate accountant, tutasema unatakiwa ujifunze, si ndio? Ujifunze, utengeneze uwe mtaalamu. Unapokuwa mtaalamu unakuwa ACPA. Lakini sasa ukitaka kwenda fellow, tunataka wewe uonyeshe kwa njia gani nitamani niwaambia tena NBAA. Kwa njia gani unaendeleza taaluma. Kwa hiyo wewe kuna mtu alikufundisha, si ndio? Na wewe utatakiwa ufundishe wengine kwa njia mbalimbali. Utakuwa mentor, utafanya presentation, utashare knowledge kwenye platforms mbalimbali, na wengine wanaandika mpaka vitabu and so forth. Kwa hiyo hile ndio itakupeleka kwenye huko kwamba how much have you contributed in pushing the profession forward in very simple terms. Kwa hiyo utajifunza, utakuwa, ukishakuwa mtaalamu tutategemea kwamba na wewe uzalishe wataalamu wengine kwa njia ya transfer knowledge. Sawa Kwa just to sum up, nataka niwaambie kwamba aspire to become professional accountants and be ready to continuously develop yourself so as to maintain professional competency required for a professional accountant. Asanteni sana.